elimu. Sasa nilitaka nimalizie hili kulizungumzia suala la elimu, na nafanya hivyo kwa sababu ya umuhimu wake. Elimu ni muhimu kwa sababu gani? Hata tu hili ambalo tunalitumikia, labda suala la dini, kuna uwezekano wewe ukafanya ibada miaka 50, 60, 70, wewe umo katika ibada, lakini kwa sababu hutaala kina elimu, ibada yako haikufungukana na masuala ya elimu, ukaja ukajikuta kumbe ibada za miaka 70 siku ya hesabu, na Mungu anakuambia bwana wewe huna kitu, umejitahidi sana, lakini siku ya hesabu tupo katika kisimamo, hesabu zinaenda, shida za pale zote tunazisikia, hatusemi tunazijua, lakini nasema pia tunazijua, kwa sababu shida zote zilizotajwa mifano yake ipo. Ukiambiwa jua litakuja kwenye pima moja ya utosi wako, lakini jua katika dunia liko na uchungu wake, mwaka tunalijua, likikazana kidogo jua toma feni na nini, sasa kule litakuja litashuka. Kwa hiyo tunajua shida ambazo zitakuwepo pale. Sasa lakini usipofungamana na elimu, unaweza ukaja ukajikuta kumbe ulijitahidi miaka yote uliyojitahidi, lakini kumbe hukuna kitu, na hiyo itakuwa ni hasara kubwa, jambo ambalo hatukulitegemea. Kwa maana ya kwamba nukta hii ya mwisho ambayo nataka nizungumzie hapa ni hili suala la elimu, na ndilo suala ambalo nilikuwa nalifanyia juhudi, badala ya kuona kwamba kumbe jamii inawezekana hivi, tunajitahidi harakati ndio kama hivyo. Umeacha harakati zako leo, pengine kama labda nifanye kazi, umeacha kufua nguo mapema, ukirudi uende ukafue, uende ukapike, unafanya dini, lakini kumbe unaposali hata ile suratul Fatiha unaisoma kwa makosa, na ukibadilisha hata herufi hii moja kwenye suratul Fatiha, maana yake sala yako vipi? Kwa kusema elimu ya dini, basi hiyo dini ufanye kwa usahihi, usome ili uijue. Na hili swala la kusoma lazima kuna kitu tufahamu, kuna kitu ambacho kinafanyika. Jibril alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia shekhe hebu inuka, kwa sababu alikuwa anasinzia, amelala akachoka, lakini akashtuka kwa sababu ya nguvu ya Jibril alipoingia pale. Kushtuka, anaona kiumbe cha maajabu kimesimama mbele yake. Sasa hakumwambia shekhe tulia, kaa nisikilize na kusomesha, hakumwambia hivyo, lakini alimwambia ikra, soma. Nisome nini? Mimi sina ninachokijua, mimi mjinga, sijaenda hata shule. Akamkamata, akamsugua sana, akamtikisha, akamfanyia harakati sana, akamwambia tena ikra. Sasa nisome nini shehe, mimi sijasoma? Kwa huzuni na masikitiko anashangaa na umbile lile ambalo limemsimamia pale kwake. Mpaka mara nyingine ndio akamwambia ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa kulitegemea jina la Mola wako ambaye ameumba. Sasa nilichokuwa nakusudia kukizungumza, na ni katika kosa ambalo tunalifanya watu wengi, na hili sio sisi hadhira tu, sio walimu, hata mashehe wengi. Samahani shehe, nisije nikagusa, kama alivyosema shehe vizuri, tuchukue mbaya kwa hata mashehe wengi katika protocol za ualimu, anayesomeshwa, anayetakiwa kubadilika ni mwanafunzi, kwa sababu mimi si mwalimu, si najua kama suratul Fatiha mimi najua, anayetakiwa, kwa hiyo nitasoma kwa usahihi kwa sababu ninajua. Ambaye anatakiwa sasa mwingine na yeye ajue ni nani? Ni mwanafunzi. Sasa kama mimi nitakaa nazungumza mie tu, mwanafunzi hakuna anachokifanya, huu si ufundishaji. Na hii ndio sera ambayo tunaitumia misikitini mwingi. Sina uhakika kwenye mfumo wenu wa elimu kwenye taasisi hii mkoje, lakini misikitini pengi ukienda, kuna darasa mtu anatoka na zake, tena pengine tunatafsiri suratul Baqara, leo anatafsiri sura, lakini anayezungumza pale ni yeye tu. Nani huyo? Yeye anajua. Kwa nini usimpe nafasi huyu mwanafunzi, yeye ndo akajituma, halafu kaanza kumsikiliza? Hata mwanao ukimfundisha, sio kila kitu wewe ndo mfanyaji, wewe unajua huyu mtoto. Kwa hiyo hizi mbinu za ufundishaji zinatakiwa ziendane na mazingira halisi. Kwa hiyo katika swala la elimu, swala la pili ni hili, ni hizi mbinu
hiyo, kwanza elimu ni kitu cha lazima, lakini pili ni hizi mbinu za ufundishaji. Tunafundishaje? Na lazima tufahamu hivyo kwamba anayetakiwa kubadilika ni yule tunayemsomesha. Wewe ndio unajua, sio wewe msemaji. Nilisema mimi ni mwalimu wa sekula, tunaposomea ualimu ndio tunafundishwa hivyo. Ukisimama hapa darasani, mimi na wajibu kuiandika huu mchoro na kuandika aje mwanafunzi ndio yeye atoe maelezo, akikosea mimi huko ndio kusoma. Katika moja ya vitu ambavyo tunakosea kwenye tasnia hii ya ualimu, hasa elimu ya dini, tunafikiria kwamba ualimu ni kuhamasisha, kukaa wewe ukaongea tu huko, siku kufundisha umbadilishe huyu kutoka kwamba hajui aende katika namna ya kwamba sasa na yeye anajua. Huku ndio kufundisha. Chengine katika nukta hii ya elimu, labda ili nifikishe muda kidogo, kwa nini tunasema elimu ni lazima? Kama nilivyosema mwanzo, miongoni mwa faida, kwanza njia ni hiyo, Mtume kaanza na hilo neno soma. Kwa hiyo na sisi lazima tukadhane katika masuala ya elimu. Lakini pili, katika hii namna ya ufundishaji, na chengine ambacho si mahali pengi nimesikia hili linazungumzwa, katika suala la ufundishaji, ambaye anapata faida kubwa zaidi, anaelimika zaidi, ni mwalimu. Kuliko ni nani? Sijui mnanifahamu? Maana yangu ni nini? Kwa nini nasema hivi? Mimi naamini kama nilivyotangulia, sote mashaallah, Mungu atuzidishie na hiyo imani. Amen. Lakini nataka kusema kwamba na imani kwamba tunataka ziada ya kujua. Sasa kama tunataka ziada ya kujua, nini tufanye? Sote hapa, hii ni slogan, ni wito natoa. Sote leo tujijue kwamba ni nani? Ni walimu. Na wanafunzi vipi? Wanafunzi tunao manyumbani. Kama nyumbani kwako hakuna taalimu, kama wewe nyumbani kwako unachokijua ni kutoka jioni, mama yenu kenda wapi? Kenda chuoni. Tukirudi wanaomtambo hivi, kenda chuoni. Kenda chuoni. Inakuwaje mke wangu atoke nyumbani aende akasome chuoni? Hivi kwani mimi sina uwezo mimi na yeye tukakaa tukafundishana sura tu kaka? Nafikiri hii ni moja katika deficit, moja katika kasoro ambayo jamii yetu tunayo. Mungu utamaduni ambao akamleta Adam, akamleta mwenzake nani? Sisi mnanifahamu? Hata badala ya lile kosa lililofanyika wakawa wameletwa duniani. Miaka mingi ilipita wanatafutana, kwa sababu kila mmoja alipelekwa katika sehemu yake. Adam aliangukia kwake kutoka huko mbinguni, wakaja kwenye ardhi, na Hawa naye alifanya nini? Aliangukia kwake. Lakini kila mmoja akawa na huzuni, sijui Adam yuko wapi? Hawa anasema sijui Hawa yuko wapi? Adam, wanatafutana, miaka mingi ikapita wanatafutana kila mmoja. Lakini wakaendelea kutafutana mpaka walipokuja kukutana. Kwa bahati mbaya walipokutana, Hawa kumuona Adam akajua mimi ndio mchawi, akaanza kukimbia. Sasa huyu mimi namtafuta, ananikimbia, inakuwa bwana, mbona hivi? Ilikuwa anaogopa mimi ndio nilimshawishi nani? Adam. Tukafanya lile kosa. Kwa hiyo asije akanipiga au akanihujuma au akanigomeza au vipi, lakini akafahamu akarudi. Lakini at the end wako nini? Slogan yangu, wito wangu ambao natoa kwenu katika swala hili la elimu, tuondokee na dhana ya kwamba twende mkatunasihi. Sisi wanaume ukweli tuko nyuma. Hicho kitu kipo wazi. Nilikuwa namwambia sasa, wanawake mnajitahidi, lakini sisi twende tukajitahidi. Kwanza tuhakikishe tumeanzisha taalimu kwa nyumbani kwetu. Kila nyumba tuwe tumetengeneza ratiba. Baba mama wakirudi shuleni, basi tusaidiane hata kupika haraka kufua mwanamke na mwanamume, ili kusudi ikifika saa 11 tuna darasa tunaendesha. Si ndio? Kuna nini? Ikifika magharibi, sio dhana hiyo mimi nakurupuka kutoka maskani. Nyumbani kuwa kuna maandalizi, ndio lengo. Tumeumbwa kwa ajili ya dini, yale mengine ni dharura tu. Kuna sehemu ya kuchukulia udhu, baba anachukulia udhu, haya mke wangu mimi natoka na watoto nimefungaje, na wale wanawake na nini nendeni. Kuna wakati tufundishane. Leo kuna kitu shaka mimi nimefanyia research, nimefanya utafiti katika hilo. Sisi tunaenda msikitini, sina uhakika ni wanawake ni koje.
takriban 90% ya wanaume wanaoingia msikitini hawaingii msikitini na dua. Hawaingii msikitini? Hivi vitu haviji, isipokuwa lazima kuwe kuna makumbusho bila, sio kama hatukusoma hivi. Wakati fulani tulikuwa tunajua, lakini ibilisi hakuachi. Kila siku lazima tuwe na nini? Kukumbushana. Kwa hiyo kwenye manyumbani mwetu, wito wangu lazima tuwe tunasoma. Lakini cha mwisho ambacho nilikuwa nataka nimalizie, kama nilivyosema, mimi ni mwalimu na sikuwa mwalimu wa dini sana, ni mwalimu wa secular. Kuna kitu inawezekana wengine wakaona ni Mungu hajakuleta hapa duniani kwamba tuje tuishi tu hivi hivi. Ni lazima tuwe na elimu ya kuishi, tutaishije? Maana yangu kwamba elimu hizi zote mbili ni za kwetu. Shida ambayo inapatikana leo, tumejisahau. Wito wangu kwamba kama una mtoto, tengeneza ratiba. Sio mtoto wako kila siku tuition, ndio huko kuna mengi yanapatikana kwa sababu ya tuition. Hata Kiingereza darasa la 3 la 4, kwa nini uko utaratibu wa kufundisha mwanao? Mle ndani unakaa mwanangu ndio sasa kusoma. Kuna muda mfundishe Kiingereza, atasoma vizuri na baadaye tutakuwa na viongozi, mtu anakuja kuwa rais lakini dini yake anayo kwenye mfuko. Na hiyo nafasi ya uongozi ataipataje? Na dunia imeelekeza kwamba ili upate nafasi ya uongozi usome sekula. Hii elimu ni yetu pia. Maana yangu ni kwamba ni lazima tujitahidi katika elimu zote mbili. Kwa nini tujitahidi? Hivi kuna mtu hapa hana simu? Yupo ambaye hana simu? Sio kama nitoe. Maana yake nadhani watu wote tunazo simu. Si ndio? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na simu? Sasa elimu hizi zote ni za kwetu. Tujitahidi kuhakikisha kwamba hata watoto wetu tunawasimamia katika elimu zote mbili. Tatizo ambalo tunalo leo kwamba sisi wazazi hatujihusishi katika masuala ya kuwafundisha watoto wetu. Tengeneza muda mzuri, mdhibiti. Kama ni mama, mdhibiti mume wako. Swala la maskani achana nalo, tunadhibitika. Ni kujitahidi. Unajua hakuna kitu asili mbele ya Mungu. Ukikusudia, ukimwomba Mungu atakufundisha. Na ndio hiyo elimu. Kila kitu, mpaka hawa wazungu. Kuna mtu alikuwa anasema